president, the Nyaga, seeing the future is bold. Future is in a man. Mocha Aerobiro Bayama Ora as road where you stay. Salimia His Excellency Salimia incoming. Yes. Na usalimia SG. Yes. Na mtu akisalimia Uhuru na mwambianga vaga. Hivyo paka Kimemia, umewacha Kimemia governor. Ndio huyo umesalimia hapo. Utawajua tu polepole. Wonderful. Pigeni makofi mazuri sana. This is Jubilee, chama chetu wote. Na unajua sasa kikona mwenyewe si amerudi na kakalia. Ilikuwa ile kidogo lakini sasa unajua kuna mtu anaingia kwako anakaa anasema kwa kama akamba okay soka sasa mwenye nyumba wapi kelele ya Uhuru Muigai Kenyatta wewe? Na sijasikia kelele mzuri ya Dr. Fred Matiang'i. Kelele yake. There's something good about those people who laugh when I shake mabega. Unaona vile Uhuru kuna kitu kazuri. Na ukiangalia Dr. Fred pia ni kitu tamfundisha kidogo tu ni dancing kwa sababu huni mnati jo. Mambo iko bie, si ndio? SG na ni ule msee, si ndio? Mambo iko fiti. Those nene allow me kwa heshima sana because Jubilee is a party of all generations. Tuko na Gen Zs wetu wale wa Kimani, kujeni mhype dakika 2-3 and then we have Caribbean the band do us a number or two, then we move on to the program. My Gen Z wa Kimani, Johnny kabisa, come here all the way, and appreciate also our sign language interpreter here doing a wonderful job. Kujeni hapa just wapigieni makofi mazuri DJ, wapeleke na rieng. Maisha haya ya sinema, kwani tutakula mapenzi tu, swali limenivua heshima, ipo siku nitafanya. Gen Z hoye! Picha kidogo, Gen Z hoye! Tunasema chama ni ya majenzi. Na kama wewe ni Gen Z uko side hii hapa mbele, kuja tuwaonyeshe kwamba sisi tunaoccupy. Haya, kujeni majenzi wenye tuko hapa mbele hapa. Haya, Gen Zs, karibieni. Na waona wakija, DJ unaweza anza. Sorry. Tunaanzia maisha haya ya sinema, kwani tutakula mapenzi tu, swali limenivua heshima, ipo siku nitafaulu, na roho yangu mimi nitaikinga. Ni salama nawe, napiga sala na nainama, lazima niname, mbinguni nafika, yashamwagika atazo, siwezi shindwa, so ni salama nawe, salama. Keep my baby in a treetop, love
we can't stop. From the first touch, boy, from the weak spot, we can love her. Monday and Tuesday we can link up. Wednesday and Thursday we walk soft. Friday are my days and nice as fuck. Can't wait to cuddle up, so baby hurry up and come by. We can love, yeah, yeah. When we make love all night, all day, we can love, yeah, yeah. What up, please? Shaskia kikingia ni kublast huko ngabado na uko single for now. Mdaglis mteja patikani hadi late night saa 6 ndo taniwai nikupin location na nikufana na hii sukate call niko chomba ya G mimi najua utakuwa irizo release acha nikushow kwanza form ya Didon nishashika mpua na twende chini kwa chini akiwa hadi na mimi pale NGC jina ni Kantel Kurapsi ni talent G anguka nao anguka nao check it anguka nao twende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click tuliza pesa alafu one leg anguka nao one leg anguka nao anguka nao anguka nao anguka nao anguka nao kama uko na anguka nao kona anguka nayo ati anguka nayo ati anguka nayo DJ inaambiwa the last time hao vijana walianguka na hiyo wimbo walikuwa wanapigwa tiaga, lakini hapa tunaonyesha nini? Mapenzi. Thank you. Pigeni makofi vizuri. Gen Z wetu Gen Z. Oh yeah. Baby calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yes. You know the Thank you. Thank you, DJ Leon. Umeingia sasa. Ya kwanza ni na kuna ingine aina mapanga This is an inclusive party ambao tulikutwa na mambo ya kitambo na ya kisasa. Sasa tunakuwa hapo katikati. Ndio unaona jenzia millennial akikaa hivi anakaanga huu. Kwa sababu tuko katika na kuna paka alpha generation and we are all going to the beta because this is a cross generational party chama chetu cha Jubilee. Jubilee ho yeah. Jubilee kula nyuma mkono ya Jubilee niona tafadhali wewe. Wale wa Jubilee wapi kelele? Asante sana. Now, I want to introduce on stage good band here. Karibi mnamjua. Anasemanga, wahaya nirie. Hata hiyo matiangi ushike. Wahaya nirie. He's one of the most celebrated musicians from the region, Central. Karibi. Makofi mazuri. Take it away.
tafadhali. Makofi mazuri ya Karibia. She takes the stage as well. Karibu sana. Karibi. The lady with the golden voice, I tell you. Take it away. Wahendirie. Siendelei mpaka nisikie warembo. Wahendirie. Warembo wa Kisii. Ranga wako wapi? Wahendirie. Tano. Wahendirie. Bi wako wapi? Wahendirie. Tide waku wa maisha koro ya kwa. Iburegera. Todo bisha ewa gikirie kioro dare kiakwa na moduri na novi no kimenya achetaga tuirio twega daga kena akecheta tuirio twega warembo wa Jubilee piga bendera piga bendera getu osupa warembo ategekeriwo niye gekeriwo igehika boso jokeria ba taoda kogoleya todo bisha lewa gekiria tare kiakwa na moduri na iravi no kimenya gokinyo kya kahora chenekaire omantine Somebody timbe kigosho Kamai tenda kigosho simameni. Asante. na mwanani newaga dera kai motokoria na kecheso imungate kanyaga abo twende ateko kinyo kya kahara jare kaire amatwile na nejo ne gakinya kahuroke eninaga atena ke
tu. So my name is Goniwadho Ita. Wale mnanisikizanga kwa Kameme. Ni wangapi mnanisikizanga ya ukweli kwa Kameme? Tunasemanga JKA iko? JKA iko? Na mnapenda Kameme, si ndio? Wapi kelele ya Gatonyo wa na Chef Gathemba? Team Kwengangala JKA iko? Wapi ya Kata na Mani Saimo? Wale wanapenda Luse Wago Ojiri? Asanteni sana. I wish to end my session there. Na nataka niite SG asikie kama ameitwa na Uhuru Kenyatta. Fellow Kenyans, I wish to now call on stage a man of resilient tenacity and indeed a soldier. The one and only Simamani Juni waleteni SG wetu wa chama cha Jubilee, DJ Leon. DJ Leon. DJ Leon. Hapo sasa. Hapo sasa SG tunaanguka kidogo hivi. Haya, tufikishe hapo tusivunje SG magoti. Wapi makofi mazuri? Tumpigie makofi. Hello. Hello. Kule nyuma. Asante, naona kila mtu tuko sawa. Jubilee! Jubilee! Asante sana. Nataka kuanza na kusema ya kutumia ya kiongozi wetu pate Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo yale nasema kwa kifupi na kwa haraka sana. Lakini kwanza nitabue kuweko kati yetu kwa sisi wote, na pia kati yetu tuko na viongozi. Nisipokutaja ujue nimekutaja, kwa sababu kati yetu tuko na CS Matiang'i, mpigeni makofi. Tuko na members of parliament waliokuwako na walioko wakati huu, wote nitawasoma pamoja. Tuko na Mheshimiwa Peter Kimari kutoka Mathioya, ndiye huyo. Mheshimiwa Maji kutoka Kajiado North, ndiye huyo. Mheshimiwa Kibe Gitora, na pia alikuwa senator, amekuwa ambassador. Kebi Gitora kutoka Murang'a, ndiye yule kazi. Mwingine mzee wa kazi Mheshimiwa Jenga Mugai, makofi ndio huyo. Tuko pia na Richard Tongi kutoka pande ya Kisii. Tuko na Mheshimiwa Arama, yule yuko mpaka wa leo. Mheshimiwa Arama, pigeni makofi ndio yule. Tuko na Mheshimiwa Senator Janet Ogera, pigeni makofi ndio huyo. Mzee wa kazi Mheshimiwa David Muradhi, anasahau siku moja alikuwa mbunge huyo. Tuko na Mheshimiwa Wajiko wa Kibe, ndio huyo. Mheshimiwa Nyaga, asante sana. Mheshimiwa Asanyo kutoka pande ya Kisii, asante sana. Mheshimiwa Governor Kimemia yuko hapa na sisi. Mheshimiwa Iso Lechomo, Governor Kiambu siku moja. Joyce Gogi, ndio huyo, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Deputy Minority Leader, ni minority ama majority? Mheshimiwa Mwenje ndio wako pale, asante sana. Tuko na Mheshimiwa, asante sana, Kemosi, pigeni makofi, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kiuno, sijui yes, ni Kiuna, unaandika Kiuno Johero, Kiuno. Haya, Mheshimiwa Kiuna, asante sana. Tuko na Mheshimiwa Kibiriti, member of parliament toka Kulia Jubilee, asante sana. Thank you so much, he is there with us. Mheshimiwa Paradiso, that's thank you so much. Alafu sijui kama nimewacha wengine, kama nimeacha mwingine ambaye yuko nani nimeachilia?
Haya, Margaret wa Magiwa Dadora. Mheshimiwa Goge kutoka Kinangop yuko pale. Mheshimiwa Karidhi, Mheshimiwa, this is Senator kutoka Turukana, Senator kutoka Turukana. Pigeni makofi. He's been very also very many members of the county assembly led by wapi meko ubaya yako ni ufupi. Mheshimiwa Gojiri wa Bogo hata akisimama haonekani. Asante sana. Tuko na mheshimiwa. Haya, sasa nawaomba members of the county assembly walioko na waliokuwako. Na waona wengi sana kwa sababu I will not mention all of them, lakini wameongozwa na Deputy Speaker wa Nairobi Mheshimiwa Kados, na tunawatabua wote. Thank you so much for being with us. I have a long list. Lakini I also know and I'm aware tuko na watu wengi ambao they are Senate aspirants, governor aspirants, members of parliament aspirants, MCA aspirants, women led aspirants, wote tunawatabua kwa hiki na tuwezi tukawataja wote kwa majina. Tuna kuja hapa katika mkutano wa leo. La pili ni kusema ya kwamba kundi ambalo pia nataka kutabua na kusema ni asante sana ni members, the delegates of the National Convention ya Jubilee. Sisi wote ambao tuko hapa tunawatabua kila mtu wakati wake, na tunashukuru kwa nyinyi kupata nafasi ya kuja leo. Ile ya ukweli ni kwamba kuna wengine wengi zaidi ambao wanatutazama nyumbani ama kazini kwa biashara, wao pia ni vile sisi wote hatungeweza kufika hapa katika hii hema ya leo, lakini tunajua kwamba nyinyi kule nyumbani, sisi hapa, sisi ni kitu kimoja, na sisi ni watu ambao wanafurahia mambo mengi. Lakini kabla niseme yale tunafurahia, ni vizuri niseme ya kwamba this NDC, special NDC, is properly convened. And number 2, that this special NDC has quorum. Said that, allow me to just say 1 or 2, 3, 4, 5 things, alafu nimalize. La kwanza ni kwamba ni kweli kama vile waliokuwako hapa wamesema ya kwamba tumekuwa na safari mrefu, safari ya miaka mitatu, safari ya Mungu. Lakini tofauti na hiyo safari, leo ni siku ya furaha. Today is a day of happiness. Sisi wana Jubilee, we are a happy lot today. Tulifanya uchaguzi na katika nominations zetu tulikuwa na dosari. We did not do of our with a 10-year record. Na kwa sababu we are now determined to ensure that we bring changes in the National Elections Board so that these coming elections 2027 are done differently, transparently, fairly, and everybody must be given an opportunity to become what he or she desires. Kwa hivyo kitu ya kwanza, kwa sababu ni jambo ambalo tuliona, mimi nataka kuwauliza, mnakubaliana na sisi ya kwamba ukiangalia katika notice yetu, nikirudi nyuma kidogo, if you look at our notice ambayo tulishapicha kwa gazeti on the 5th of August, kuna mambo ambayo tunatakana kuyakubaliana leo na yako pale nambari 2. Tuko na haja ya kuangalia mambo ambayo yako kwa katiba, na tunapoyaangalia nataka niseme hivi, as we look at mambo ya 2022 nominations, one of the things that we need to address ourselves to is our National Elections Board. Na mawakili wamekaa chini,
tumepata watu wameleta memorandum ya kusema vile wangetaka yafanywe, and they all have agreed that that board needs to be completely under the management of the party, isije ikaanza kukaa kule kando na kufanya mambo kiholela holela kama 2022. Tunakubaliana na hayo. Of that, yeah. Tuone kwa mkono. Asante sana. Thank you. That is one of the amendments that we need to bring along. Tulimaliza uchaguzi, tukaigia kwa chama. Muda si muda, tukaona wengine wamehama na viti, wengine wamehama na kompyuta. Safari chungu. We have no time to tell the story. We will write a book. I can promise I will write a book. But it was the most painful thing, a high point of where you never want to go back. Na kwa sababu tunataka kwenda mbele, and we know why, we now know how we got into those trouble or into those problems. We need to look at our constitution. Na tumeweka mawakili pamoja wameangalia, na kuna mambo matatu manne ambayo wamesema lazima yafanywe ukarabati, irekebishwe. Na jambo la kwanza ni kusema ya kwamba hatutaki tena wakati wowote wa chama hii kuona watu ambao wamekusanya pamoja chukua chaka mkufuko ya nyuma na kwenda soko nayo. Lazima tulete mageuzi kwa katiba, tuhakikishe ya kwamba sisi wote, wale ambao wamechaguliwa, wale ambao hawajachaguliwa, wale ambao ni nominated, wako chini na the organs of the party. As many are of that opinion, say aye. Nione kwa mkono tena, kwa sababu haya ni mambo lazima tukubaliane. Nasema hivyo kwa sababu nyinyi wote mliona, na sitaki nirudi pale kwa sababu hiyo uchungu haina maana. Lakini niende kwa jambo la pili. The next thing that we also realized, when some people put themselves together and they put themselves in a neck and organized to take our party away, we had the internal disputes resolution committees or committees. Na zilikuwa bili 3. Mara wameenda hapa, mara wameenda kule, mara sisi ambao tunafurushwa nje ili chama iende, ukienda hapa unafukuzwa, ukienda pande hii unapigwa na tear gas. The dispute resolution committee walikuwa wamejipatia nguvu hivi kwamba hata kwa hawagemsikia party leader. They took themselves and sat outside the party. Walikaa kwa mahoteli. Na nataka kuwaomba, kama tungetaka kuwa na chama 2027, kuhakikisha kwamba tuko na viongozi kutoka pale chini mpaka pale juu, lazima tuhakikishe kwamba dispute resolution committee, jambo la kwanza, iwe moja ambayo inajulikana na watu wote wa chama. Ya pili, iwe chini ya uongozi wa chama, wasija wakawa kama an independent organ that runs the party in the way they want, outside the management of the party, including outside any instruction from the party leader. Hilo ni jambo ambalo limeonekana na mawakili wamesema libadilishwe, tuhakikishe kwamba we have control, not to stop them from doing fair hearing to complaints that are there, but they do it within the party structure. As of wewe wanasema namna gani speaker sir? As of many, asema tena. Asema tena. Haya, wagapi wanakubaliana na hilo jambo? That is easier than hii kizungu mingi. Asante sana. Thank you so much. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo pia tumeliangalia na haya ni mambo ambayo tuliongea kwa Senate katika NEC, ni jambo la kuhakikisha. Mumeona juzi tumekuwa hapa, we had an NDC in this compound hapa juu last year, na hiyo kazi yote tulifanya na tukawa na makubaliano. A lot of money was spent. Tulipoenda kotini, one of the things mawakili walisema ni kwamba kati yenu
mlipokuwa mnatoa huo uamuzi, mlikuwa na watu ambao hawakuwa wanachama. And that is why it is important to say today, only Jubilee members are here. Isipokuwa hii watu ya kamera, na wengine wao waliniambia jana kwanza hawa ni wa Jubilee. Isipokuwa hii watu ya kamera wachache, all of us here are members of Jubilee. Members of Jubilee. Na sio kwamba hatupendi wageni, lakini tulijipata kotini tukiambiwa kwamba mlikuwa na strangers. That is a language ya legal. Sio kusema mtu apendwi, lakini it is the legal language that we had strangers in our meeting. Kusuluhisha hilo jambo, mawakili wameona ni vizuri tutengeneze another organ ambayo inaitwa Management Committee, ambayo ile tutakuwa members of leadership in our party from all organs, na tukikuja hapa, hiyo ni siku ya kuongea siasa na vile tunataka kuendesha chama chetu. Sio watu wachache waongee, lakini ni watu wengi wapate nafasi kutoa maoni yao ya muongozo wa chama na pia muongozo wa Kenya. Hello? Hilo pia mnakubaliana ama kwa mkono tena? Committee created, Central Committee. Ofisi tu ya kuwa ati mtu anakibishwa kotini. We had taken our party leader to court. Na unaandika kwa karatasi, respondent number 1. That is a thing we do not want done again in our party. We need to insulate the office of the party leader. Sio yeye mwenyewe, lakini hiyo office. Hello? Tunakubaliana na hayo, tuone kwa mkono tena. As of many are of that opinion, say aye. Finally. Kweli in finally. Yeah, kweli in finally. Finally, na nini fupi? Ni kwamba katiba yetu inasema wewe party leader is also the president of the Republic of Kenya. Na party leader wetu hawezi kuwa president kwa sababu katiba imekataza, sio? Hello? Kweli si kweli? Kwa hivyo lazima pia turuhusu pale kama tukiweza kuwa na president akuwako na party leader wetu akuwako ama party leader akuwako, ili hakuna mtu anatoka kwa boma, lakini tuhakikishe we are also available kwenda mbele kama chama, tusije tukabaki nyuma. As of many opinion, as of that opinion, say aye. Sasa yangu ni kama imekwisha, kwa sababu yangu ilikuwa machache namna hiyo. Na mimi nataka kusema asante sana kwenyu, kwa sababu mlisimama kidete, mkapigania chama. We now have a party, we have a country to save, we have a country to rescue. We are part of the opposition, we are in the opposition. And we are there to take over the government next time when it is available. Na sisi hatuna mambo mengine. Kwa hivyo tunajitayarisha kufanya kazi kama mambo kama yale. Na ni kwa sababu this, by the way, as I conclude, this is our 3rd National Delegates Convention in almost 3 years. No other party since 1963 imetezwa namna hiyo. Lakini we want to thank our party leader. Kila kunakuwa na mzozo, anasema kujeni nyinyi wote tuangalie mwelekeo. Is the most democratic. Thank you for making it possible 3 national conventions in 3 years. Ni jambo sio rahisi, but it has helped us to start. Kuanzia naenda meona amefanya kazi mzuri sana ya kuwata wote need to go through it again, kwa sababu ametabuliwa mara mengi. But nini nisipigwe, naomba tu msimame kidogo, wale NEC members wasimame, wale wako hapa simama, ndio hawa sasa. These are the NEC members, they have been mentioned, na kazi iko kwenda mbele. That is why I am happy. That is why I am happy that we have resolved to amend our constitution in that manner, ili tuweze kupata mwelekeo na tuweze kuhakikisha kwamba hata kama ni NEC imejaa mambo yote yamefanyika
kisawasawa. Naomba mketi chini. Now I ask only two things. I want a proposer and a seconder for the things that we have said. Outside the neck. Naona mtu pale. Yes, mwenye ametoa kofia. Okay. Iko mtu mwingine nyuma yako. Dr. Muriithi Kang'ara, Chairman Kirinyaga County. Mpigieni makofi. Twende pande hii for a seconder. Kuna mama nimeona pale, we need a lady. Joyce Watch. Yeah. Asante sana. Thank you so much. We have had a proposer and a seconder, and those now what happens is, or what is left is neck, kuhakikisha kwamba imechapisha bele. Kuomba tunamsipata kidogo. Wameenda. Haya, very good. Haya, tusimame tumkaribishe apate leader akuja tuongeleshe ili tuende mbele. Haya. And when you walk alone with me, that our love Asanteni sana. Wanajubilee hamjambo? Wanajubilee hamjambo? Hebu tusalimiane, zile zetu za zamani za hewa ndizo hizo. Asante sana, asante sana, asante sana. Jubilee oye! Jubilee oye! Asanteni sana, ubarikiwe. Tafadhali ni tuketi. Asante. Asante sana. Thank you. Asante sana, nimewashukuru sana. Thank you, thank you, thank you. Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Wajubilee wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena. Nianza furaha nyingi sana siku ya leo kuwa pamoja nanyi, na niwashukuru nyote ambao mmeweza kufika hapa. Nishukuru pia wale ambao hawakuweza kufika, lakini najua tuko pamoja na wao katika runinga na mambo mengine na social media. Na niseme naungana na vile ndugu yetu Secretary General amesema. Leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya furaha kwangu na kwa jamii yote ya Jubilee. Kwa sababu kwa muda mrefu tumezungushwa na kusumbuliwa. Wachache wamelipwa, jiita lakini hakuna Mungu.
Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu. Nataka kama MC ameniingilia kidogo, wacha nisome hii yangu kidogo. Kwa sababu sitaki kuwa misquoted or misrepresented. Nataka niseme yale ambaye yako katika roho yangu, na ndio tuweze tujipange na tujue kutoka hapa kwenda mbele ni barabara gani ambaye tutaelekea. Si ni hivyo? So therefore, party members and my fellow Kenyans, today marks almost 3 years, as the Secretary General has just informed us, since we last gathered here at this very same venue and held our last National Delegates Conference. This is through no fault of my own, but as a direct result of devious machinations by those who wanted to falsely and forcefully take over this party. As we meet today, I wish to take this very early opportunity to thank all those loyal party members, the many Kenyans who that once we are able to meet and restart our journey forward again. Asanteni sana. Politics, as we have seen, things not be overridden is that politics is first and foremost about the collective will of the people, exercised either by members of the party, like we are here today, or by the citizens of a democratic nation through the ballot box. So it is my hope that from today we shall see the end of machinations and the start of a democratic process, because it is the people who will decide. Sio watu wachache kujifungia pahali ama watumwe na watu wengine, kwa sababu tunajua hata hawa ni kutumwa, walikuwa wametumwa. Ni wananchi, members wa chama ambao watachukua hatua na decision ya kutueleza mwelekeo wa chama utakuwa mgani, sio watu wachache pahali kidogo huko. So 3 years ago, at the end of a hotly contested general election, and amid an atmosphere of hostility, not only to our party, but to myself, members of my family, and members of my administration. But despite that, I stood at this same venue, ready to begin a process that should have been normal in any mature democracy. A process of rejuvenating our party and infusing it with new leadership, a new crop of leaders inspired by a new generation who would craft our party's future as well as our shared vision for our country. After having handed over the reins of state to a new administration in a peaceful and orderly manner, as you all witnessed, I expected the same for our party. Unfortunately, this was not to be, for reasons as explained. Ladies and gentlemen, I have been in active politics for the greater part of my life, 40 years plus. I have seen its good, I have seen its bad, and even its ugly.
But at every juncture, I have always tried to do my best in the spirit of service to my party, to this country that I love. I have both lost elections and won elections, taking each in my stride, learning that in politics, you can never be led by bitterness, anger, or hate. That only deviates you from your mission and vision. Wale wanataka kuendelea na matusi, hiyo ni shauri yao. Sisi hatuna chuki na mtu. Tunapenda nchi yetu. I have had my fair share of successes as well as challenges. But the truth of the matter is that none of this would have been at an early age had not been given the opportunity and support to take up various leadership positions in our country. As a party, under my administration, under my leadership, and courtesy of the Kenyan electorate, we have been a governing party for approximately 10 out of our country's 60-odd years of life since independence. Looking back, there are things we can be proud of, and admittedly, there are things that we could also have done better. As a party, we can say with pride that it was our administration that oversaw the implementation of a new constitutional order, and we did so within the stipulated timelines. As a party, we can say that we left behind a more connected country around it. The number of tarred roads, increased electricity from 35% of our population that we found to over 70%.